symbol au logo au alama inaelezewa kwamba ni muhtasari wenye mamlaka ya imani au mafundisho, au vilevile inadefiniwa kwamba ni kitu chochote kinachosimamia au kupendekeza kitu kingine, au vile inaelezea pia kwamba ni alama, ni ishara inayoonekana ya kitu kisichoonekana. Okay? So now, hii itakuwa unaweza kaelezea kwa lugha nyingine ni kwamba ni muhtasari au inakupa picha fupi dhidi ya taasisi au organization juu ya kitu wanachokiamini. Kuanzia hapa sasa unatakiwa utambue kwamba kulingana na hiyo maana ambayo tumetoka kuiangalia, nyuma ya kila logo kuna ulimwengu wa roho. Naamini sio wote, ila naamini majority au wengi wao wanafahamu kitu wanachokifanya. Hii documentary au hii video ni kwa ajili ya Waislamu, you see, kwa maana system. So logo au symbol ya Waislamu always waga, sio duniani kote, huwa ina mwezi na nyota. So nitaanza kuelezea nyota. Nyota tunaambiwa kwamba inatumika sana na watu wanaoabudu shetani au wachawi, na wanaitumia kuita majini na hata shetani mwenyewe. Kwa kusema hivi, nafahamu au niko aware ya mafundisho ya Waislamu kuwa wenyewe wanafundishwa au wanaamini kwamba kuna majini wazuri na majini wabaya. So kulingana na hao mafundisho, basi haya mafundisho ni sawa kabisa na yanaendana vile yanaendana na hawa satanist wanavyoamini kwamba unavyoiona hiyo picha hapo kwenye skrini inavyokuwa na kona moja imeenda juu, sawa, wanaamini wanamuita jini mzuri au ambavyo wanawaita Luciferian, like Lucifer ambayo ndio the devil, like wanakuwa wanakonja au wanamuita the good side of him, au vile zinavyokuwa kona mbili ziko juu kama jinsi unavyoona kwenye skrini, wanaita the evil part of Satan, ambao ndio wanaita kwa watu wanaoamini hivyo, ndio hao wanawaita satanist au devil worshipper. Okay, hapa naongezea tu sources zingine kuhusu nyota au pentagram, kwa sababu wanaongea kitu kimoja tu. Huyu hapa picha unayoiona hapo ni wanaita Baphomet, ambayo ilichorwa na Eliphas Levi. Ukiangalia kwa makini chini ya kwato hapo utaona jina lake. So hii anasema kama jusi, kama ile chanzo tulichotoka kukiona kwamba zikiwa point juu anamaanisha shetani, au hiyo anaita God of Thabas au mungu wa wachawi. Na tunaweza pia tukaongezea kingine. Ukiangalia hii hapo ni temple ya shetani au kanisa la shetani kwa watu wanaomwabudu shetani. Unaweza kaona pia alama hiyo, the same star au hiyo pentagram. Okay, mtu mwingine ambaye nitamrifa hapa inaelezea nyota ni Manly P.Ho, kama jinsi alivyo Eliphas Levi, au wote ni Freemason. So Manly P.Ho anatuongezea, anasema kwamba ikiwa engo moja kama jinsi hapoonyesha hapo kwenye screen imetolewa ya nyota kwenye ulimwengu wa giza, ni kumruhusu shetani aingie kwenye eneo husika aliloitwa. So logo kama hii ndio ile unaiona kwenye kanisa la Mwaposa. Ikiwa hivi wanaita the fall of the morning star, kwa maana ya kuanguka kwa nyota ya asubuhi. Hii ndio ni sawa na hii tunayoona kwenye logo ya Islam au Waislamu. Na kwenye Bible the falling of the morning star au nyota ya asubuhi ni kuanguka kwa Lucifer au shetani. Na vile anaendelea kuelezea kwamba ikiwa hivi kama inavyoonyesha hapo, wanaita the goat of Mendes kwa sababu inafanana na kichwa cha mbuzi. Na hii ni sana ile ambayo tumeona hapo mwanzo, ni kama kwenye Biblia ya shetani. Na vile anasema kwamba ikitumika kwa maana ya nyota, ikitumika kwenye uchawi au kuloga, wanaita ni unyayo wa shetani. Vile kwenye Baphomet tunaona kwamba kuna mwezi na nyota. So now tutaangalia mwezi kama jinsi tulivyoona mwanzo. Definition yani maana ya symbol au logo ni kwamba ni uwakilishi wa kitu kisichoonekana. Okay, so na Mungu haonekani. So mwezi ni uwakilishi wa miungu au Mungu mwezi, ambao Waislamu wanaita Allah, kutokana na hicho kitabu ambacho unaona kwenye screen. Ni kwamba Waarabu walikuwa wanaabudu miungu mingi hata kabla ya Uislamu. So ila au Mtume Muhammad aliamua kumchagua Allah kati ya miungu mingi waliokuwa wanaabudu wa kipindi hicho, na kumfanya kuwa Mungu mkuu au Mungu pekee katika miungu yote. Na ndio unasikia wanasema kwamba
there is no God but Allah. So tunaweza kuconfirm au kuhakikisha kilichosemwa hapo juu kutoka kwenye Bible. Job au Ayubu aliishi Uzi au Yuzi, ambao ni maeneo ya kwa sasa hivi ni maeneo ya Saudi Arabia, niseme kwamba Jordan au Syria, yani maeneo ya nchi za Arabuni. So ambayo ilikuwa ni maarufu kwa kuabudu Mungu mwezi au Mungu jua. Hata kipindi cha Abraham, ambayo Abraham alizaliwa UR, you see, ambao kwa sasa pia ni maeneo ya Iraki, yani nchi za Kiarabu. So nao pia ilikuwa ni maarufu kwa kuabudu Mungu mwezi kwa jina la Nana. Hii unaweza ukaconfirm hata kwa jinsi Hollywood walivyo wanavyopenda kumsifia ni shetani. Ile nyimbo ya Rihanna na Drake, okay, ilikuwa inaitwa hivi vijina, alikuwa anamsifia the devil. Also, kwa msaada wa AI nimeweza kuuliza kipindi hicho ambacho Job na Abraham waliishi kwenye hiyo maeneo ambayo tumeyataja, ambayo ni Uzi na UR, sawa? Inaonyesha kwamba kipindi hicho waliishi zaidi ya miaka 2000 kabla ya Christ au before Christ. So hii ina make sense kwa sababu Muhammad alizaliwa mwaka 1570 na alifariki mwaka 1622 baada ya Christ. You see? So hii ina make sense kwa sababu inaonyesha kabisa kwamba hawa nchi za Arabuni walikuwa wanaabudu Mungu mwezi au Mungu jua hata kabla ya Islam. Kwa sababu Uislamu ulianzishwa na Muhammad kama alivyopiki kwamba Allah ndio Mungu pekee kama tulivyoona hapo mwanzo. So kama utataka kutumia Biblia unaweza ukagoogle Goddess Artemis of Ephesians. Ephesus ni kwa sasa hivi ni maeneo ya Uturuki au ni Uturuki. Alafu huyu Mungu mwezi ni sawa na wanamuita vile vile kwa jina lingine ni Goddess Diana, ambayo ni sawa na yule Bikira Maria wa kanisa Katoliki. Tutarudi tena kwenye logo. Logo unayoona kwenye screen hapo ni wanaita ni logo of Nation of Islam. Ni Muslim of Black Americans, you know? And wote ni Freemason yao. So kama utakuwa umeangalia baadhi ya video zangu utakuwa ushajua kwamba Mungu wa Freemason ni nani. Okay, let's move on. Tutaenda kuongelea Shriners. Shriners unaweza kaangalia pia logo yao hapo. Ni the same kama ya Waislam lakini inapanga juu. So what is Shriners? Shriners pia ni Freemason, lakini kujiunga na Shriners unatakiwa umeshafika hatua ya juu kabisa au degree ya juu kabisa ya Freemason, ambayo ni degree ya 62 kwa watu wa Scottish Rite na Knight Templars kwa York Rite. Hizo zote ni group of Freemason. Kwenye screen hapo unaona ni kiapo cha Shriners kwenye kujiunga nao. Hiki ni kiapo chao. Sikia wanavyosema, nasisitiza tu mwisho wa kiapo chao. Anasema kwamba may Allah, the God of Arab, you see, God of Arab, that's 1. 2, Muslim and Mohammedan, you see, that's 2. And then 3 anasema the God of our fathers, the God of our forefathers, you see. So before Muslim and Mohammedan, kwa maana wanaomfuata Muhammad, Allah was there, you see. Ndio maana amemuita pia, amesema the God of Arabs, Allah was there before Islam, and the God of our forefathers, amesisitiza kabisa. So they had au walikuwa wanaabudu Mungu mwezi au Allah hata kabla ya Islam. In the occult. Manly P. Hall writes of the uses of the pentagram in his book, The Secret Teachings of All Ages. He says, the pentagram is used extensively in black magic. The star may be broken at one point by not permitting the converging lines to touch. It may be inverted by having 1 point down and 2 up. When used in black magic,
The pentagram is called the sign of the cloven hoof, or the footprint of the devil. The Satanic Temple is the largest religious satanic organization in the world. However, I think most people don't recognize that modern Satanism is largely non-theistic, and we don't venerate a personal Satan, but rather a metaphorical construct. Knowledge of that tomb that is only given to those who are master mason. These people are called Muslim Shriners or Muslim sons. People are called Muslim Shriners or Muslim sons.